huwa napataga shida sana kuhusiana hawa wachungaji. Yani sijui wewe unaichukuliaje dini? Dini kwako wewe ikoje? Hasa Wakristo imekuwaje? Ni sehemu ya upigaji au la? Ngoja kwanza. Nafikiri wengi tunamfahamu mchungaji na wanamuita Nabii Kuhani Musa, ndio jina lake maarufu sana hapa mjini, yani jijini Dar es Salaam, hata nchini Tanzania kote anafahamika kwa hilo jina. Sasa huyu jamaa usiseme jamaa, ni mtumishi wa Mungu anyway. Huyu mtumishi wa Mungu ameweza kuibua utata baada ya Mange Kimambi kumshambulia, na sio tu kumshambulia, kuweka uchafu wake hadharani. Ameibua uchafu wa aina yote ambao anaofanya huyu Kuhani Musa, kwa sababu ameweza kuelezea kuhusiana na mke wake alimkimbia nyumbani kwa sababu ya vitu alivyokuwa anamfanyia. Mimi nitakwenda kusoma kama jinsi ilivyoandikwa kwenye ukurasa wa Mange Kimambi, yani alivyoandika. Inasikitisha, na si tu kuandika bali ametoa na ushahidi. Sijajua huyu watu wake, wafuasi wake wapo kwenye hali gani, lakini kwenye ishu za imani wafuasi mara nyingi hata waambie kitu gani wanabaki pale pale, hawaondoki, yani wako kama walivyo. Hii ndo shida, sijajua ya wabongo au ni kitu gani. Sasa nanukuu kama jinsi alivyosema Mange Kimambi kwenye page yake au kwenye application yake, sema haya jamani, sijui inaanzia wapi story ya huyu Kuhani Musa. Huyu baba ni famous na yeye kama kina Mamposa na tabia mbaya mpaka kamzidi Mamposa. Huyu baba alishaoaga zamani, mke akamkimbia nje ya nchi ili kuokoa maisha yake sababu ya abuse. Allegedly yuko very abusive, emotional, physical and sexually. Huyu ndo wanamuita Kuhani Musa. Sasa ameendelea kusema kwamba sasa huyu baba alikutana na mdada few years back. Mahusiano yao yalianza kwa kumbaka, yani mdada wa watu akabakwa, lakini ndo hapo shughuli kanzia na mambo yakaendelea. Alimbaka kwa bastola kichwani. Yani ni hivi, huyu baba hawezi kulala na mwanamke kikawaida, yani hapandishi mzuka mpaka kuwekea bastola kichwani au panga shingoni ndo inasimama. Anasema then awe very rough, havui hata nguo, anafungua tu zip, anatoa, anakuchania chupi, ndo raha yake. Yani hapendi kufanya mapenzi kawaida, yani hata muwe kwenye relationship ni lazima akutolee bastola akuwekee mdomoni au kichwani ndo jogoa wike. Mke wake alichoka hizi mambo, akaona kuna siku atashutiwa kwenye tendo, ndo akaamua kukimbia Tanzania, akaondoka nchi yake. Sasa baada ya kumbaka huyo dada akapata mimba. From that first encounter, dada akamtafuta, anamwambia nina mimba. Kuhani anamwambia atoe. Demu akagoma kutoa mimba. Basi kipindi chote cha mimba anaendelea kulana kwa bastola kichwani. Baada ya mtoto kuzaliwa, yule binti wakamuita pasta. Anamwambia baada ya mtoto kuzaliwa, wazazi wa yule binti wakamuita pasta kutaka kaamoe binti yao, ila binti mpaka pale alishakuwa kachoka na maisha. Umeona kachoka na maisha ya kuwekewa bastola kila siku, kuchubuliwa vibaya ukeni sababu ya rough sex. Pasta aligoma kuoa na hata kutoa huduma, akapotea kabisa. Ndo binti kuanza kuhangaika kwenye vitengo tofauti ili apate huduma ya mtoto. Ile kudai huduma za mtoto, ndo Kuhani akaanza kumtishia atamuua, la sivyo aondoke nchini kama mke wake wa mwanzo, sababu anamharibia image yake. Akawa anaenda polisi kushtaki vitisho. One day Kuhani alimtolea binti bastola ndani ya gari, anataka kumshuti. Akaenda mpaka kwa wazazi, anawatishia kuwa wamcontrol binti yao, la sivyo atamuua na wao atawaua. Binti akaendelea kwenda polisi. Unaambia polisi hakuna msaada, maana Kuhani ni tajiri, anafungua kesi ila Arabi namba hawampi. Wanamwambia ataposti amdhalilishe Kuhani. Baada ya hapo binti akaona aende mahakamani kudai mafunzo. Akadai matunzo ya mtoto. Ndo dokumenti hizo alizoziweka hapo Kuhani Musa, kudai matunzo ya mtoto. Mwisho wa mahakama ikaamuru Kuhani alipe child support ya 1.2 million, yani milioni 1.2 kila mwezi, na alipe school fees za mtoto kama jinsi inavyotakiwa. Si unajua tena. Basi since judgment imetoka, ndo mambo yamekuwa ya hatari zaidi. Binti anastuka kama vile anafuatiliwa nyuma na gari, hazieleweki, yani kama anawindwa. Binti anaogopa anytime atauawa. Mimi baada ya kuletewa hii kesi na familia ya huyu binti, imebidi nije nayo public ili wananchi wajue lolote
Litakalomkuta huyu binti ni kuhani Musa kafanya ili akwepe kulipa child support na afiche wafuasi wake kuwa yeye ni mzinzi. Anatia waumini mpaka anawazalisha, alafu hataki kutunza mimba wala watoto. Jamani, salini majumbani tu. Haya ni maneno ya Mange Kimambe na mimi sitaki niongee sana. Sijui kama imeeleweka. Na hizi ndo dokumenti za huyo kuhani Musa, yani nini kinachoendelea. Na jina lake kamili anaitwa Musa Richard Mwacha aka kuhani Musa. Na mdada mwenyewe huyo sasa ambaye ndo anamshtaki na kumdai huyu mzee yani mchungaji kuhani Musa anaitwa Praise Erasmus Urio. Yani hao wote ni Wachaga, wamekutana Mchaga kwa Mchaga, ndo mambo yanaendelea. Alafu sehemu yenyewe ni Temeke, Dar es Salaam. Mambo yamekuwa mengi sana, lakini ndo ukweli ndo huo. Sasa sijajua kwako wewe mtazamaji, kwa hawa wachungaji unawachukuliaje? Wachungaji, manabii, wanaojiita manabii, wanaojiita wachungaji, kwako wewe wakoje? Unawachukuliaje vizuri? Unawaelewa vipi ndugu yangu? Mimi binafsi sijawahi kuelewa wachungaji, manabii, kwa sababu nimekaa nao kwa kiwango kikubwa sana na nimekuwa mfuasi wa hizi mambo, lakini mwisho wa siku nikaja kugundua mambo wanayoyafanya hawa. Bora nikae nyumbani nisali. Bora nikae nyumbani nisali. Otherwise hakuna kitakachofanyika, kwa sababu Mungu yupo kwa kila mmoja na Mungu anasikia maombi ya kila mmoja. Si kwamba mchungaji fulani au nabii fulani ndo ana uwezo wa kumponya mtu. Hapana, ni ile imani yako wewe unaamini nini. Ukisema naamini Mungu atakufanyia wepesi katika mambo yako, hata ukifanya ibada ukiwa kwako, basi na imani kabisa mambo yako yatakaa vizuri sana. Lakini kwa hawa watu wanaojiita manabii, mitume, makuhani, ndugu yangu tujihadharini, kwa sababu ulimwengu wa sasa hivi umekuwa na mambo mengi. Watu wanataka fedha na si kwamba wapo kwa ajili ya dini sana. Na ndio maana hata kitabu cha Biblia kimesema kwamba jihadharini na manabii wa uongo. Kwako wewe mtazamaji imekaje? Unaweza kuniambia kwenye comment hapo nini mawazo yako juu ya hiki kilichomkuta huyu mchungaji, huyu kuhani Musa. Vipi, maoni yako ni nini? Je, anatengenezewa skendo au ni kitu gani? Ni kama ni skendo, hii imekaaje? Kwa nini asimtengenezee mtu mwingine skendo ikawe kwake yeye kuhani Musa? Kuhani Musa huyo ambaye ndo tumeweza kuzungumzia na kupata mambo yake anawafanya mpaka sasa hivi. Niambie kwenye comment mambo yako, mtazamo wako nini juu ya hiki ambacho kinaendelea kwake huyu mtu wa Mungu kuhani Musa.